Eternal Father, I offer you the body and the blood. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Basi ni siku nyingine ama asubuhi nyingine tena ama Jumapili ya pili katika mwezi huu wa 12. Basi Kristo ambayo ni Mungu wetu wa wokovu amenipa nafasi tena nikafika katika runinga hii ya Lulu TV. Ni kwa sababu ya neno ambalo Kristo amelituma nalo kwa sababu ya watu wake ambayo wananitazama na asubuhi ya leo. Basi ninalo kila sababu ya kumshukuru Mungu na asubuhi ya leo. Ni kwa sababu nimemuona akiwa mwaminifu kwangu na asubuhi ya leo amenituma tena na neno lake ili tupate kusemezana pamoja. Baadaye tukielewana basi tunataomba mwisho wa neno hii. Ninalo neno ambayo Mungu amenituma nayo na asubuhi ya leo. Ninakuomba yule ambaye ananitazama na yule ambayo ananisikia, ninakuomba kwa heshima kuu ukachukue nafasi hii, ukachukue kiti, ukakae chini ili tupate kuelewana katika neno ambalo Mungu amenituma nayo. Baada ya mahubiri haya tutaomba pamoja na wewe na tutaona makubwa ambayo Mungu anaenda kutenda. Ninaamini kwamba kila wiki yote ambayo imeisha, kiwakika wewe uko na kila sababu ya kusema yeye ni Mungu na yeye ni Ebeneza. Ni kwa sababu umemuona kama Mungu, kama kimbilio, kama tegemeo katika yote, katika nyumba, familia, katika kazi, katika biashara, katika mahitaji na katika maombi yako. Kwa hakika umemuona Mungu. Nami pia Mungu amenituma tena ili tupate kuongea pamoja ama kufundishana pamoja kwa sababu ya neno lake. Baadaye tutaomba na tutaona kile ambacho Mungu atafanya. Niite Askofu Odindo, nimeokoka, Kristo ni Bwana. Basi Mungu amenituma hapa na asubuhi. Wacha na nisome neno la Mungu katika Biblia. Naenda kusoma maneno mawili katika kitabu cha Wafalme wa pili 7 na lingine nitasoma katika kitabu cha Warumi nitasoma Warumi 8. Katika kitabu cha Wafalme wa pili 7 nasoma kuanzia mstari wa 3 na nitasoma mpaka mstari wa 8. Na maandiko takatifu inasema hivi: basi walikuwepo watu 4 wenye ukoma penye lango la mji, wakasemezana, mbona tunakaa hapa hata tufe? Tukisema tutaingia mjini mna njaa, nasi tutakufa umo, nasi tukikaa hapa tutakufa vile vile. Haya, twende tukaliendee jeshi la Washami, wakituhifadhi hai tutaishi, wakituua tutakufa tu. Mstari wa 5, basi wakaondoka kabla ya mapambasuko ili waende mpaka kituo cha Washami, na walipofika mwanzo wa kimo cha Washami, kumbe hapana mtu, kwa maana Bwana alikuwa amewashitisha Washemi na kishindo cha mwendo ya magari na kishindo cha farasi, kama kishindo cha jeshi kubwa. Wakaambiana, tazama, mfalme wa Israeli amewaajiri wafalme wa Iti na wafalme wa Misri waje kupigana nasi. Mstari wa 7, kwa hiyo waliondoka wakakimbia kungali giza bado, wakasiacha hema sao na farasi sao na punda sao, kimo chao vile vile kama ilivyokuwa, wakakimbia wapate kuiponya nafsi sao. Mstari wa 8, basi wenye ukoma walipofika mwisho wa kituo, waliingia katika hema moja, wakakula na kunywa, wakachukua fedha na dhahabu na mavazi, wakaenda wakaficha. Wakarudi wakaingia katika hema ya pili, vile vile walichukua vitu wakaenda wakaficha.
kitabu cha Warumi 8 mstari wa 31 mpaka 33, na maandiko inasema hivi: basi tuseme nini juu ya hayo? Mungu akiwapo upande wetu, ni nani aliye juu yetu? Mstari wa 32, yeye asiyemwachilia mwana wake mwenyewe, bali alimtoa kwa ajili yetu sisi sote, atakosaje kutukaramia na mambo yote pamoja naye? Mstari wa 33 inasema, ni nani atakaye wastaki wateule wa Mungu? Mungu ndiye mwenye kuhesabia haki. Funga macho na tuombe. Baba wetu, katika jina lako Yesu, tunakushukuru Mfalme, tunakuinua. Tunasema ni asante, ni kwa sababu ya asubuhi huu leo, ni asubuhi ya Jumapili hii ya pili katika mwezi huu wa 12. Mfalme wa ajabu, umekuwa Mungu mwaminifu, na tumekuona katika yote, katika mahitaji yetu, katika maombi yetu. Kristo, tumekuona kwa macho yetu. Baba wetu, tunaamini na tunajua kwamba hata na asubuhi huu leo unalo mpango mzuri. Ni kwa sababu yetu, kwa sababu ya nyumba zetu, kwa sababu ya familia zetu, kwa sababu ya kazi, kwa sababu ya biashara, na kwa sababu ya mahitaji ya moyo wetu. Yehova, tasama na asubuhi ya leo tunasema kwamba ni wewe tu, na kana na wewe Kristo hakuna mwingine aliye kama wewe. Tunakuabudu, tunakuinua, ni kwa sababu wewe ni Mungu. Tasama nami pia niko hapa jemedari, umenituma ni kwa sababu ya watu wako. Nikiwa hapa nimekubali kutumika kama chombo chako iliyo tayari. Nitumie kama chombo, ni kwa sababu ya watu hawa, ni kwa sababu wewe ni Mungu leo na hata milele. Katika jina lako Yesu nimeomba na hata nimeamini, amen. Basi ni asubuhi nyingine ambayo Mungu wetu amefanya, na Mungu huyo amenituma hapa na asubuhi ya leo ili tupate kuelewana katika neno ambalo Mungu amenituma nayo. Nimesoma maneno mawili katika kitabu cha Wafalme wa pili ambayo ni 7. Nimesoma mstari wa 3 hadi mstari wa 8, na lingine nimesoma katika kitabu cha Warumi. Leo hii na asubuhi ya leo nataka niongee kuhusu ujasiri. Kichwa cha neno ambalo nataka kuongea kuhusu ni ujasiri. Basi neno ambalo nimesoma katika kitabu cha Wafalme wa pili ambayo ni 7:3 hadi 8, ilitendeka wakati kulikuwa na vita kati ya Wasamaria na watu wa Aram, ama watu wa Ashamu. Basi vita hiyo ilikuwa katikati yao, na maandiko takatifu inasema watu wa Samaria walikuwa wamesidiwa na nguvu, na watu wa Aram ama watu wa Ashamu walikuja wakasunguka ama wakalisingira ile mji wa Samaria, na kukuwa na mtu aliyeweza kutoka nje ama mtu aliyeweza kuingia ndani. Kwa hivyo walikuwa katika mateso. Basi walikuwa katika mateso makubwa. Watu wa Samaria walipata kulia ama walipata kumlilia Mungu kwa muda mrefu. Basi watu wa Samaria walivyokuwa wamefungiwa ndani, kulikuwa na njaa iliyokuwa imeingia katika mji wa Samaria. Ni kwa sababu mfalme wa Shamu ama mfalme wa Aram alikuja na wanajeshi na wakasunguka ama wakasingira mji wote wa Samaria. Basi hakukuwa na mtu angeweza kuingia ndani ya Samaria, ama hakukuwa na mtu aliyeweza kutoka nje ya Samaria. Ina maana kwamba hata kama watu walikuwa na fedha na mali aina gani, ile chakula waliokuwa nayo walikula na ikaisha. Basi hakukuwa na mtu angeweza kuwaletea chakula ndani ya Samaria, ama mtu aliyeweza kutoka nje kuleta chakula kutoka nje. Basi katika njia hiyo njaa kubwa ikaingia katika mji wa Samaria, na wakafika katika kiwango ambayo walikuwa wanakula punda,
vichwa za punda ilikuwa inaoshwa, na watu wa Samaria wangeweza kununua vichwa ya punda kwa sababu walikuwa na pesa, lakini hakukuwa na nafasi ya kutoka ama kuingia katika mji wa Samaria. Watu wa Ashemi ama watu wa Aram na jeshi yao walikuja wakasunguka mji yote ya Samaria, na Biblia inasema kwamba mfalme wao ambayo alikuwa anaitwa Ben-Hadad alikuwa amekuja na jeshi kubwa, wakasunguka mji wote wa Samaria. Basi hakukuwa na mtu wa Samaria kutoka nje ama kuingia ndani. Basi hivyo ilileta njaa kubwa katika mji wa Samaria, ikawafikisha kukula vichwa ya punda na kula nyama ya punda. Yani vichwa ya punda ilikuwa inapelekwa kwa soko na inauzwa, tena sio pesa kidogo kwa sababu chakula waliokuwa nayo walikula na wakamalisha, ile maji waliokuwa nayo walikunywa wakamalisha. Kwa hivyo hata kama kulikuwa na watu waliokuwa na pesa katika benki, hiyo pesa ingeweza kuwasaidia. Hata kama walikuwa na watu waliokuwa wamesoma wakawa na degree, hiyo degree na masomo yao haingeweza kuwasaidia. Ni kwa sababu waliokuwa na nguvu kuwaliko walikuja wakasunguka ama wakasingira mji wote wa Samaria. Kwa hivyo wakawa katika mateso makubwa, wakawa katika mateso katika mji yote ya Samaria, wakawa katika mateso makubwa katika mji yote ya Samaria. Hakukuwa na mtu aliyeweza kuwasaidia. Basi maandiko inasema walikula hata kinyesi ya njiwa ilikuwa inapelekwa katika soko, kinyesi ya njiwa, na ilikuwa inauzwa, na ilikuwa inauzwa pesa kidogo. Watu walikula vitu ambayo hawangeweza kukula wakati hawakuwa na vita, wakati hakukuwa na njaa. Basi wakawa katika mateso makubwa. Basi kulikuwa na watu wengine ambayo maandiko takatifu mahali ambapo tumesoma, walikuwa na watu wenye ukoma, na walikuwa wamefungiwa katika nje ya lango ya Ara, na walikuwa nje ya lango ya Ara, ama walikuwa nje ya kambi ya Ara, na walikuwa nje ya lango ya Samaria. Kwa ile kambi ya Ara ama kambi ya jeshi ya Ara, kulikuwa na chakula na maji na vitu vyote na pesa na dhahabu. Walikuwa na vitu vingi katika kambi yao, mahali ambapo walikuwa wamepiga kambi wakiwa wamesingira mji yote ya Samaria. Basi kulikuwa na kambi yao na kulikuwa na lango ya kuingia katika Samaria. Basi hao watu wa ukoma walikuwa watu wanne, hawangeweza kutembea kwa sababu ya ugonjwa ya ukoma waliokuwa nayo. Basi maandiko takatifu inasema wakasemesana wakiwa katika lango ya Samaria, wakasema kwamba tukikaa hapa, mbona tunakaa hapa? Kwa sababu tukiendelea kukaa hapa tutakufa kwa sababu ya njaa, na tukiingia katika mji ya Samaria kule ndani bado tutakufa tu. Ni kwa sababu kule ndani pia chakula waliokuwa nayo wamekula ikaisha, na wale wako ndani bado wako na njaa tu. Na wakasema kwa maana tukienda katika kambi ya watu wa Aram, basi kule kuna chakula. Basi wakasema namna gani? Wakasema hivi, tuacha na tuende katika kambi ya Aram, wakituhifadhi hai basi nasi pia tutaishi, na wakiamua kutuua basi nasi tutakufa tu. Basi wakaingiza ujasiri. Bwana sifiwe sana. Nimesema kwamba ninaongea kuhusu ujasiri ambayo mtu anapaswa kuwa nayo ili awe na ushindi mbele ya maadui walio mbele yao. Basi maandiko takatifu inasema wakasemesana wenyewe kwa wenyewe, hao watu wenye ukoma, watu wa Ashemi ama watu wa Aram wamepiga kambi yao pale. Kwale kuna chakula, pale kuna maji, pale kuna fedha na dhahabu. Lakini kule katika kambi cha wa Samaria, pale ndani, hata wakiingia ndani, pale kuna njaa, hakuna chakula, hakuna fedha na dhahabu. Ni kwa sababu ni wamekuwa watu ambao wametekwa nyara, hakuna kitu kizuri pale. Kwa hivyo wakasemesana na ujasiri, tukiendelea kukaa hapa tutakufa tu. Tukiingia ndani katika kambi katika mji wa Samaria tutakufa tu. Ni kwa sababu hakuna chakula kule katika mji wa Samaria. Na tukienda katika kambi cha watu wa Aram ama katika kambi cha watu wa Ashemi, basi pale kuna chakula, pale kuna maji, pale kuna fedha na dhahabu. Basi tutafanya nini? Na wakatoka na uamuzi katikati yao wakiwa wanne, watu wenye ukoma, na wakasema basi wacha na tuingize ujasiri, tukaende katika kambi ya maadui zetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukaende katika kambi ya maadui zetu, wakituhifadhi hai basi na tutaishi, na wakiamua kutuangamisha ama wakiamua
wakiamua kutuua, nasi pia tutakufa. Basi wakaanza safari wakielekea katika kambi ya Washamu, ama kambi ya watu wa Arab, katika kambi ya wanajeshi. Wakaelekea pale, Biblia inasema kwamba naye Mungu aliye wa mbinguni, aliyeumba mbingu na nchi, akaingia katika ujasiri ya wao watu wenye ukoma wa 4. Bwana Yesu asifiwe sana. Akaingia katika ujasiri wao. Maandiko inasema kwamba wakaelekea katika kambi ya maadui, na maandiko inasema kwamba walivyofika karibu na kambi yao, na wale watu wa Arab ama wale watu wa Ashemu wakasikia tetemko, wakasikia kelele kubwa, wakasikia mtetemko ya ardhi. Na Biblia inasema kwamba wakasemesana wenyewe kwa wenyewe, wakasema kwamba tazama, mfalme wa Israeli amewaajiri wafalme wa Haiti ili wakuja wakapigane pamoja nasi. Kwa hivyo tutoroke, tuende tukajifiche, kwa sababu wakitufikia nasi pia tutakufa. Na maandiko inasema kwamba na ilivyokuwa bado kuna giza, wale wanajeshi wa Aramu wakatoka ili wapate kujiponya maisha yao, ama ili wapate kuponya maisha yao ama nafsi zao. Na maandiko inasema kwamba wakawacha hema zao, wakawacha chakula, wakawacha fedha na dhahabu, farasi zao na vitu vyote vyao vyote za vita wakawacha katika hema. Na wale watu wa ukoma walivyofika katika hema, basi wakapata chakula. Na maandiko inasema wakaingia katika hema la kwanza, wakakula na wakakunywa, wakachukua fedha na dhahabu, wakaenda wakaficha. Maandiko inasema kwamba wakarudi katika hema ya pili, wakafanya vile vile. Biblia inasema kwamba basi wakaenda katika hema ya pili vile vile wakafanya hivyo. Wakaingia katika hema ya kwanza, wakakula basi na wakakunywa. Na maandiko inasema kwamba na wakarudi katika maisha yao, wakasema kwamba hatufanyi vyema, wacha na turudi katika mji wa Samaria ili tuambie kile ambacho imefanyika, kile ambacho Mungu amefanya. Nami pia na asubuhi ya leo, Mungu wetu wa ajabu, Jehova wetu wa wokovu, amenituma na asubuhi ya leo. Ni kwa sababu tumefika wakati ambayo watu wanatembea na uoga. Watu wameogopa maadui zao, wameogopa kila ambacho wanapitia, wameogopa kila ambacho shetani anafanya katika ndoa, kila ambacho shetani anafanya katika familia, kila ambacho shetani anafanya katika kazi zao na katika biashara. Wanamtembea katika uoga, wanakula katika uoga, wanavaa katika uoga, wanaketi ama wanalala katika uoga. Ni kwa sababu wanaogopa maadui zao. Kila ambacho maadui wanafanya wako na uoga. Lakini maandiko inasema kwamba Mungu wetu hajatupatia, Paulo anasema kwamba Mungu hajatupatia roho ya uoga, lakini ametupatia roho ya ujasiri. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi ile ujasiri la Kristo ndio wao watu wa ukoma wakawa wameingisha ndani katika moyo wao, na wakasema kwa hakika tumekaa nje la lango ya Samaria kwa muda mrefu, na tukiendelea kukaa hapa tutakufa tu. Tukiingia ndani ya Samaria bado tutakufa tu. Ni kwa sababu ile njaa iliyo ndani ya Samaria. Na tukienda katika kambi ya maadui, wale watu wako na chakula, wako na maji, wako na fedha na wako na dhahabu. Basi na tuende katika kambi ya maadui, wakituhifadhi hai nasi tutaishi, na wakiamua watuue basi tutakufa tu. Naye Mungu akiwa mbinguni anatazama watu wanne wenye ukoma, walio na ujasiri, wenye wana uoga. Basi Mungu akaingia katika ujasiri ya wale watu wenye ukoma. Na maandiko takatifu inasema wakatembea, wanakanyaga watu wa ukoma wanne, walio wagonjwa, walio kataliwa na watu wa Samaria. Kwa sababu nimekuwa nikijiuliza, mbona hao watu wenye ukoma wanne hawakuwa ndani ya Samaria na walikuwa nje la lango la Samaria? Ina maana kwamba ni watu walikuwa wametengwa, ni watu ambayo wa familia yao hawakuwa wanaona kama ni watu wa maana, hawakuwa na dhamana, hawakuwa na umuhimu katika mji wa Samaria. Basi na wakawachwa nje ya lango ya Samaria, ni kwa sababu hawana dhamana, hawana gharama, hawana umuhimu katika mji wa Samaria. Basi wamekiti pale nje ya lango. Lakini ninafurahishwa na wao watu wenye ukoma wanne. Maandiko inasema kwamba wakaingiza ujasiri wenyewe kwa wenyewe, na wakasemesana
sana kwamba tukiendelea kukaa hapa mahali ambapo watu wa Samaria wametufungia nje ya lango, basi tutakufa tu. Na tukiingia ndani ya Samaria, hata wakitupatia nafasi tugonge ili geti watu ufungulie tuingie ndani, bado tutakufa tu. Basi na wakaseme sana, wacha na tuingize ujasiri. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Wacha na tuingize ujasiri, tukaende tukambambane na wale maadui zetu. Tunaamini kwamba tukienda pale, Mungu wetu Mungu wetu wa ukoma hata tuirehemu, hata tupigania, hata tupa ushindi mbele ya maadui zetu. Na maandiko takatifu inasema, na ile nguvu waliokuwa nayo kidogo, na ile madharau ambayo walikuwa wamepewa na watu wa Samaria, wakatupwa nje ya lango. Biblia inasema kwamba wakaingiza ujasiri, wanakanyaga pole pole, ikiwa wana nguvu, wakiwa na njaa, watu ambao wamewachiliwa, watu ambao wametemwa nje, watu wa Samaria hawahesabu kama watu wa maana. Maandiko takatifu inasema walivyoanza kukanyaga wakielekea kambi ya maadui, naye Mungu akaingia katikati yao, na walivyokuwa wanakanyaga, naye Mungu anakanyaga pamoja na wao. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu wanakanyaga, naye Mungu anakanyaga na wao, wanasonga, naye Mungu anasonga na wao. Ni kwa sababu gani? Wako na ujasiri. Ujasiri ni kitu muhimu. Watu wengi wameshindwa ni kwa sababu hawana ujasiri. Watu wengi wameshindwa ni kwa sababu wako na uoga, ni kwa sababu ya maadui zao. Wameogopa kumbatana ama kupigana na maadui zao, wameogopa kuenda katika kambi ya maadui zao ili wakapate vitu ambayo maadui zao walichukua. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini hao watu wenye ukoma wakasema sana wenyewe kwa wenyewe, wakasema kwamba tukikaa hapa basi tutakufa tu. Tukienda katika mji wa Samaria pale kwetu, bado tutakufa tu. Ni kwa sababu watu wa Samaria walitutenga nje, wametuacha nje ya lango. Watu wa Samaria wote walikuwa ndani na walifungiwa, watu wa Samaria wote, lakini wakapatikana watu wenye ukoma wanne, watu wamefungiwa nje, wako nje ya lango ya Samaria. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Hawakuingia ndani, hawakukubaliwa kuingia ndani ya Samaria, na hawakukubaliwa kuingia katika kambi ya maadui, lakini wametengwa watu wanne. Lakini nafurahishwa na ujasiri wao, na Mungu akaingia katika ujasiri wao. Naye Mungu, Biblia inasema kwamba wanakanyaga, wanasonga tu, wanasema wacha na tuende. Tunaamini kwamba kama Mungu atatuacha tukakufa katika mkono wa maadui, nasi tutakufa tu. Hao maadui wakituacha hai, basi na tutaishi. Wakiamua kutuua, nasi tutakufa tu. Wacha na tuende tu. Ni kwa sababu pale kuna chakula, kuna vitu vizuri, lakini tukienda tupate kibali, tutaishi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na maandiko inasema kwamba na wale watu wa Shamu walivyosikia tetemeko, wakasikia mtetemeko ya ardhi, wakasikia kelele kubwa ya majeshi makubwa, na ni watu wanne tu. Maandiko inasema hao watu wanne wakasikia sauti ni kama jeshi kubwa, wakasikia sauti ya mafarasi na vitu vya vita, ni kama inawakujia, na wakasema sana wenyewe kwa wenyewe kwamba tazama, mfalme wa Israeli amewaita wajeshi wa Hiti ili wapate kupigana pamoja nasi. Kwa hivyo na tutoroke ili tupate kusaidia nafsi zetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kwa sababu ya jasiri nimekuja nikuambie, mama yangu na wewe baba yangu, msichana na kijana, kwamba kila ambacho unahitaji ili upate ushindi ni ujasiri. Bwana asifiwe sana. Kila ambacho inaletanga uoga kwa maisha ya mtu ni shetani ambayo ni ya kushindwa, lakini mtu akiingisha roho ya ujasiri, huyo mtu anapata ushindi mbele ya vitu vyote ambayo anatafuta. Kwa sababu ya ujasiri ukiwa nayo, hiyo pepo ya kwenu, ile kitu ambayo unatafuta, ile shetani ambayo inakusumbua, ile mateso ambayo unapitia, hiyo pepo inaelewa na inajua vyema kwamba mtu akiwa na ujasiri hatapenya na atatoka na ushindi. Hakuna mtu ambayo ana ujasiri ambayo unatokanga na ushindi. Ukishakuwa na uoga, hata kama ni vita ambayo unapaswa kutoka na ushindi, wewe nakwambia kwa hakika wewe hiyo vita utashinda. Kila vita ambayo unataka uende ukapigane na utoke na ushindi, jambo la kwanza lazima uwe na ujasiri. Jambo la pili, lazima wewe mwenyewe ujiamini. Bwana Yesu asifiwe sana. Wenye ukoma watu wametembwa, wenye ukoma
watu wagonjwa, wenye ukoma, watu ambayo watu wa Samaria waliwawacha nje, lakini walikuwa na ujasiri. Maandiko takatifu inasema basi Mungu akaingia katika kutembea kwao, Mungu akaingia katika kusonga kwao, na wale maadui wakasikia tetemeko kubwa, ni kama wanajeshi wakubwa wanakuja ili wapigane pamoja na wao. Lakini walivyosikia hivyo wakasema wacha na tutoroke kwa sababu tutakufa. Nami pia nimekuja niambie mtu kwamba Mungu wangu wetu amenituma hapa na asubuhi ya leo, anasema kwamba upatafute ujasiri, songa mbele, mbambana na maadui zako. Ni kwa sababu ukiona ujasiri na ukiwa na imani kwamba Mungu anaenda pamoja na wewe, Mungu ataenda pamoja nawe, Mungu atakupa ushindi, Mungu atakupa ushindi mbele ya maadui zako, na utachukua zile vitu ambavyo unahitaji. Maandiko inasema wenye ukoma wakaingia katika kambi ya kwanza, wakakula na wakakunywa. Watu waliokuwa na njaa wakakula na wakakunywa na wakashiba, wakapata fedha na dhahabu, wakachukua na wakaenda wakaficha. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Hata kama unadharauliwa, Mungu wetu ni wa ajabu. Anakutazama, anajua hali yako, na ako tayari kupigana kwa ajili yako. Kila ambacho Mungu anataka ni mtu aliye na ujasiri. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiwa na ujasiri, basi Mungu wa upenyo hatapenya pamoja na wewe. Ukiwa na ujasiri, Mungu wetu wa vita hatakupigania, hatakupa ushindi mbele ya maadui zako. Ukiwa na ujasiri, kila vita, kila maadui walio mbele yako, ikiwa hata kama wamepiga kambi, wako jeshi kubwa wanapigana pamoja na wewe, ama wanapanga vita kinyume na wewe, ukiwa na ujasiri na unajiamini, ninakwambia na nimetuma nikwambie, Mungu wetu wa ushindi hatakupa ushindi na utakuwa mwenye ushindi. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu wetu ni mwaminifu. Na katika kitabu cha Warumi Biblia inasema kwamba basi tutamuogopa nani? Kama Mungu hako upande wetu, ni nani atakaye kuwa kinyume na maisha yetu? Nimekuja nikwambie kila ambacho unapaswa kujua, kwamba Mungu ambao ni waokofu, Mungu wetu wa Biblia hako upande wako. Na kama Mungu hako upande wako, ni nani atakaye simama kinyume na maisha yako? Biblia inasema kwamba Mungu akiwa amechagua mtu, wateuli wake, ni nani atakaye pigana na wateuli wake? Mungu amekuchagua, lakini unapitia katika vita. Nimekuja nikwambie hakuna vita ambayo inashinda wateuli wa Mungu. Biblia inasema kwamba kama Mungu ndiye yuko upande wetu, ni nani atakaye kuwa kinyume na sisi? Ni nani atakaye kuwa kinyume na ndoa yako? Nani atakaye kuwa kinyume na familia yako? Nani atakaye kinyume na watoto wako? Nani atakaye kaa kinyume na mahitaji ya moyo wako? Kama Mungu yu upande wako, kila ambacho unafaa kujua, je, Mungu huyu yuko upande wako kweli, ama Mungu alikuacha? Tumekuwa tunashindwa ni kwa sababu tunaomba, tunamlilia Mungu, lakini huyo Mungu hayuko upande wetu. Naye Paulo anaambia watu, kanisa liliokuwa Rumi, kwamba kama Mungu yuko upande wetu, ni nani atakaye simama kinyume na sisi? Ni nani atakaye pigana na sisi? Ni nani atakaye tushinda tukiwa na Mungu? Kwa hivyo kila ambacho unafaa kujiuliza, je, Mungu yuko upande wangu kweli? Je, katikati yangu na Mungu iko namna gani? Je, mimi ni mteule wa Mungu kweli? Katikati yangu na Mungu, kile ambacho unafaa kufanya ni kutengeneza katikati yako na Mungu iwe sawa, na uhakikishe kwamba Mungu yuko upande wako. Ukishajua Mungu yuko upande wako, basi utawa uoga, huwe na ujasiri, menyana na maadui zako, naye Mungu ambaye anaenda pamoja na watu wake hatakupa ushindi. Mungu atakupa ushindi. Ninakwambia kwa hakika kwamba Mungu wetu mwenye ushindi, yeye ndiye amebeba ushindi katika mkono wake. Hata na asubuhi ya leo, haijalishi ni vita gani ambayo iko mbele yako, haijalishi maadui zako wamepanga vita aina gani ambayo unapitia hata kwa sasa, iwe ni vita ambayo imepangwa, iwe ni vita ambayo uko ndani kwa sasa, iwe ni vita ambayo inakupiga, na asubuhi ya leo ninataka ujue kwamba Mungu akiwa upande wako, hakuna mtu, hawe ni mtu aliye na fedha, mtu aliyesoma, iwe ni waganga wa kwenu, iwe ni watu wachawi, watakaye simama kinyume na wewe na wakupige na wakushinde. Kila ambacho unapaswa kuangalia, je, katikati yangu na Mungu iko namna gani? Katikati yako na Mungu kiwa sawa, na ukaingiza ujasiri, Mungu ambayo anatupa roho ya ujasiri. Paulo anasema kwamba Mungu hajatupatia roho ya uoga, bali ametupatia roho ya ushujaa na roho ya ushindi.
Kama Mungu amekupa roho ya ushindi na roho ya ushujaa, nawe utakuwa na ushindi. Haijalishi ni vita gani unapitia na asubuhi ya leo, haijalishi ni mambo aina gani. Hata kama umetengwa, watu wa Koma walitengwa nje ya Samaria, lakini wakawa na ujasiri, naye Mungu akaingia katika ujasiri yao. Hata kama umetengwa na familia yenu na boma yenu, nataka uwe na ujasiri kwamba Mungu wangu wa vita, Mungu wangu wa wokovu anaenda kunishindania, anaenda kunipigania na atanipa ushindi. Nataka niombe na mtu na asubuhi ya leo, ili Mungu wetu wa ushindi, Mungu wetu wa vita, Mungu wa Biblia, Mungu wetu wa agano, Jehova wetu asiyebadilika, akasimame pamoja na wewe na kupigania na kupe ushindi mbele ya maadui zako. Yeye ni mwaminifu na atakuwa mwaminifu hata na asubuhi ya leo. Yeye ni Mungu asiyebadilika, hatabadilika kwa sababu yako. Yeye ni Mungu asiyewacha watu wake, hata kuacha. Na kuambia kwa hakika, nini kila ambacho nataka ujue ni kwamba huwe na ujasiri, na Mungu hatabaki kuwa Mungu na atakupigania, atakushindania. Maadui zako watatoka mbio na watatafuta mahali pa kujificha ili waponye nafsi zao. Ninataka niombe pamoja na wewe. Kama uko karibu na hiyo runinga, ninataka uguse runinga. Kama uko mbali, kila ambacho nataka ujue ni kuwa na imani. Imeandikwa katika kitabu cha Waebrania 11:6 kwamba pasipo imani sio rahisi kumpendeza. Ni vyema kuwa na imani ili Mungu atutendee na Mungu akutane mahitaji yetu. Amini pamoja nami ili niombe pamoja na wewe, na tuone kila ambacho Mungu wetu anaenda kutenda na asubuhi ya leo. Ninaamini na ninajua kwamba Mungu aliyenituma hakuna jawabu, hakuna sababu, na kila ambacho anaenda kutenda na asubuhi ya leo. Amini pamoja nami na tuombe. Baba wetu tena Mungu wetu, wewe Baba wa mfalme wetu Yesu Kristo, Jehova, tunasema ni asante. Ni kwa sababu wewe ni Mungu. Kando na wewe jemedari, hakuna mwingine aliye kama wewe. Wewe ni mtakatifu wetu wa wokovu. Inuliwa jemedari, ni kwa sababu ya watu wako ambao uliwapa nafasi ili wapate kunisikia na kusikia kile neno ambalo wewe Mungu uliweka katika kinywa changu na uliweka katika mdomo wangu. Jehova, nimesema yote ulionituma nalo kwa ajili ya watu wako. Onekana katika maisha yao, ukajidhihirishe katika yote. Pigana vita vya ujemedari, ukafukushe maadui zao ili wakawe na vitu vya ujemedari. Ukawape vitu ambavyo wanahitaji katika maisha, vitu ambavyo wanahitaji katika ndoa, vitu ambavyo wanahitaji katika kazi na katika biashara. Inuliwa ni kwa sababu umetenda kama Mungu. Pokea sifa sote kwa sababu wewe ni Mungu na hata milele. Katika jina lako Yesu nimeomba na hata kuamini. Amen. Mungu na wabariki, Mungu na watende mema. Hadi Jumapili ijayo. Shalom. Amen. Eternal Father,